Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi wassalatu wassalamu wa rasulullahi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'd. Naam, ndugu zanguni wa Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zanguni wasiokuwa wa Islam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Na baada ya kumhimidi na kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani na sifa zote njema, ndugu zanguni, nachukua fursa hii ili kuweza kushare hadithi kidogo ambayo niko nayo kati yangu na nyinyi. Hadithi hii najua wengi mnaijua, wengi mnaifahamu, japokuwa kunaweza kuwa na wale wachache ambao hawaifahamu. Naomba msikize hadi mwisho ili tuweze kufaidika pamoja inshallah. Hadithi hii inamhusu mama mmoja, maharagwe na mtoto wake msichana. Siku moja mama alienda sokoni akanunua maharagwe. Karudi nyumbani, akataka kufanya maandalizi ya kuyapika yale maharagwe. Alichukua uteo, akamwaga maharagwe yake na akaketi. Kando yake kukaketi msichana wake mdogo mwenye chini ya umri miaka 18. Sasa huyu mama alikuwa anachagua yale maharagwe, yale mabovu anayatupa, yale mazuri anayaweka kando. Baada ya kuyachagua yale maharagwe, yale mazuri aliyaosha na kuyachemsha, na yale yaliyokuwa yakionekana kuwa ni mabovu alikuwa yanarusha nyuma yake. Na kule nyuma kulikuwa kumepaliliwa vizuri kwa maandalizi ya kupanda mahindi. Sasa yale maharagwe mabaya alikuwa anayarusha nyuma, na kwa bahati ya yale maharagwe yakaanguka kwenye udongo mzuri. Yale mazuri akachemsha wakala. Baada ya muda, yale maharagwe ambayo kwamba aliyarusha kule nyuma yaliota, yakamea, yakatoa mizoga na yakakomaa. Yule mama aliyekuwa anarusha yale maharagwe kule nyuma alirudi kwenda kuanza kuyanoga yale maharagwe, kuyagomboa na tena kuyatayarisha kwa ajili ya mlo. Sasa yule msichana wake akamuuliza mama, mbona haya maharagwe yalikuwa mabovu ukayatupa kisha umeyarejelea? Mama akamwambia kwamba haya maharagwe yalikuwa mabovu, nikayatupa, mvua ikanyesha, yakaota, yamemea na sasa tunayakula. Maana yake ni kwamba jambo moja ambalo kwamba unaweza kuwa unaliona kwa maisha yako, unaweza ona kwamba umedharauliwa, unaweza ona kwamba wewe mwenyewe hadhi yako ni ya chini, unaweza jiona kwamba watu wengi hawakupendi, hawakuoni kama wewe ni mtu. Lakini siku moja huwezi jua ile mvua itakayonyesha upande wako ukaota, ukang'aa, na wakakurejelea wewe yule ambaye kwamba walikutupa kule nyuma, walikurusha kule nyuma, walikudharau, wakakuona wewe sio mtu, wakaona sasa wewe ndio mtu wa maana. Mahali popote ulipo, ndugu yangu, dada yangu, usijidharau. Na hata ukidharauliwa, jua ipo siku mvua itanyesha, na ile mvua itakayonyesha itakuja kurejelea, itakuja kukufanya unawiri na uonekane mtu maana zaidi katika jamii. Asanteni sana. Mimi ni Darlington Ambundo.